Yeah, huu ni uchambuzi wa tamthilia yetu pendwa ya Dunia, ambapo ni kipande cha 141 mpaka kipande cha 142. Sasa kabla tujaendelea na uchambuzi, kwanza napenda kukukumbusha kama bado hauja subscribe, hakikisha kwanza una subscribe ili twende sambamba. So kusubscribe tu, hakikisha kwamba una share na kulike video hii. Sasa tuendelee na uchambuzi wa kipande chetu hichi cha 141 mpaka kipande cha 142, ambapo tunaona sasa tayari Manyanya yupo nyumbani kwao. Simaanishi nyumbani kwake, nyumbani kwao kwa wazazi wake, ambapo alienda na mke wake mdogo ambaye anaishi naye kwa sasa. Kama unakumbuka kule alimkuta Violet ambaye ni mtaraka wake, kwa sasa sio mke wake kwa kauli zake anavyosema Manyanya. Lakini tunaona mpaka sasa kinachoendelea ni kwamba bado Violet anajaribu kutoa ya moyoni vile alivyoishi na Manyanya, alivyompenda Manyanya, na sababu walipofikia hapo ya kuachana, na sababu yenyewe ni mwanamke ambaye ni mke mdogo wa Manyanya. Violet bado hakubali. Kwa anachokifanya Violet kwa sasa ni kama kumkumbusha Manyanya walipotoka, waliopitia na mpaka walipofika, iwaje watenganishwe na mwanamke. Aliyakuwa mawazo ya Violet ni kwamba kweli wangeachana, kweli wangetenganishwa, lakini si mwanamke. Kifo pekee ndio kingeweza kuwatenganisha. Sasa kwa Violet anamwambia Manyanya kwamba yeye atamsubiri. Hiyo naona kama vile tayari unaenda kuwa mgogoro, sababu Manyanya atakabiliana na mambo mawili, mke mdogo na mke mkubwa. Hapo itampelekea kitu ambacho kitapelekea either kuishi na wake wote wawili au kupoteza mmoja, specifically kwa mke mdogo, kwa sababu ile contact ya moja kwa moja Violet na Manyanya kwa Matrida kama inaweza ikampa wazo na kuona kwamba anaenda kuibiwa. Unaambiwa wana ni hatari. Ukisikia baraa basi ndio hiyo hapo, na Matrida anakuambia hawezi akashika kwa mkono mmoja mume wake, lazima atamshika kwa unyenyekevu na kwa mikono miwili, ili asije akapoteza kama alivyopoteza mwenzake. Unaambiwa ukikiona cha nini mwenzako anakuambia nitakipata lini. Hiyo ndio hali halisi ya maisha ya sasa ya duniani. Vile vile tumwangalie dada yetu Cindy. Cindy kwa sasa ni kama anapitia changamoto, kwa sababu anafanyiwa vitu ambavyo hakuvitarajia. Upande wake naona kama hakuvitarajia, kwa sababu vinakuja bila yeye kutarajia. Kama unakumbuka mpaka sasa hajitambui na hajui yuko wapi. Kwake naona ni changamoto, kwake ni mateso na adhabu kali, sababu ni vitu ambavyo alikuwa hajavipitia. Sambamba pia napenda tena kuwakumbusha, hakikisha kwanza una subscribe, una like na kushare video hii ili tuwe sambamba na tuweze kufika mbali, kwa sababu nyinyi ndio nawategemea. Bila nyinyi mimi siwezi kuwa hapa. Huo ndio uhalisia. Pia tuende kwa huyu Mudi Muzungu. Huyu amerudi tena kwenye pombe, lakini kwa sasa amepata kitoto kidogodogo. Wanakwambia kimwanafunzi, kitoto cha 2000 na ngapi huko. Nakwambia kinampelekesha, kinataka unyumba, kinataka cha pombe akipe utamu. Anakuambia sasa cha pombe Mudi kwamba akishatupia vitu vyake hivyo vya pombe, mazingira huwa mtandao hausomi. Kwa akishatumia zake pombe, kimila na desturi zake ni kwamba
mtandao unakuwa no service emergency, kwamba hakuna huduma yoyote hapo itakayopatikana. Mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu hii ya Kazuna Mimba Brands, basi endelea kutufuatilia katika channel hii. Kila kitu utakipata kwenye channel hii, video zote kali, uchambuzi na video zingine zilizobamba. Nawapenda sana, endelea kutufuatilia. Bye bye, tutaonana kipande kingine kinachofuata. Asanteni sana.